Umefika tena? Maana tabia zako kila siku mimi nazijua. Si asubuhi, si mchana, si jioni unaomba pesa. Unachukulia maisha ni simple. Subiria sasa nikuonyeshe. Wewe nenda. Ndio hivyo ameshafika hapa. Ndio naendelea kwenda hapa. Vipi kijana? Kaka. Mbona unaacha maji na magika hivyo? Ha? Vipi? Unaona maji unaacha na magika na mawazo, huoni kama unakunywa chafu hapa? Lakini tuachane nayo. Unaona ile gari ile kwa pale ile? Kaka uioshe. Lakini bwana nakuona hivi kwa mchana na mawazo vipi? Basi sisi kama kwa sababu ile gari sija Hello. Kijana, umesema mambo ya familia, unaweza kunielezea? Historia ndefu sana. Hebu njoke hapa kwanza. Nielezee vizuri. Kitu gani kile kusema? Ilikuwa ni jambo kubwa sana ndio nishika. Ilikuwa hivi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Cha kwanza tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu kukutana hapa leo kikao hichi. Tunajua kuwa marehemu tushamzika akaacha mali. Kwa hiyo kikao hichi kinahusu mirathi. Na nimekumbuka kuwa kikao hichi tumesema kuwa hatuhusishwi watoto, au unasemaje? Kweli kweli. Sasa asiyehusika hapa hatumuhitaji, haijalishi kuwa ni mtoto wa marehemu au la. Kwa hiyo asiyehusika hapa tunamruhusu watoto. Mimi nimekuja kwa ajili ya haki ya baba yangu. Kijana, hichi kikao hakikuhusu kwa sababu humu hamna mambo ya kitoto. Wewe ndio baki nenda kasome. Hapana. Nadhani kijana umetusikia, tusirefushe muda sana, muda ndio hivyo unatuacha mkono. Kwa hiyo tunakuomba utoke nje. Ninyi kama umeamua hivyo, sawa. Ila haki ya mtu hailiki. Wewe ndio mbona na maneno machungu kiasi hichi? Toka, hem nenda zako.
Sawa, ila ndio hivyo nilivyosema. Sawa, wewe mnenda huko. Inaenda. Watoto wa siku hizi hawana adabu kweli, lakini basi tuendelee. Mkataba ni hapa, na inasemekana kuwa marehemu alipoondoka aliacha nyumba mbili. Nafikiri tunazijua, moja iko Ufumba kule na moja iko Kiana. Kwa nyumba tutaziuza kwa sababu hatuwezi kusema wewe chukua kule, kuna wengine hawajapata usione. Kwa hiyo tutaziuza, kitachopatikana tutakuja kukaa na familia na ndugu tukijadili na tukigawe. Kwani kaka, ile nyumba ya Kianga sasa napangaje? Sasa hatuna shida na wapangaji, tutawatoa watu wale wataenda kutafuta kwingine, sio nyumba tunauza ili tugawane. Sasa kama ni hivyo itakuwa ni vizuri. Maana kwa kusema kule tuwaachie tu, wakikaa kule alafu twende kule tukadai kodi, itakuwa kidogo ngumu. Na sasa huko tunakokaa ni mbali. Hakika. Kwa hiyo bora tuuze moja kwa moja, tujue kule tena hakuna chips. Tunagawana na ndugu kama na ndugu, hiyo imekwisha. Ndio. Mikataba ndio hii hapa. Namba kwanza ni hii, namba pili ni hii. Hapo utaangalia vizuri, siku ikifika utaenda kuziuza zile. Sawa sawa. Angalia sonomo. Kaka, hii ndio yenyewe kabisa. Hii ndio yenyewe. Hati ziko sahihi hizi. Hapana nyingine hapa. Kwa hiyo ndio hivi. Basi hapa na cha ziada tena hapa. Wakati kikao chetu ndio kishamaliza hichi. Nani marehemu kushamzika. Kwa hiyo hapa kilichobakia siku ikifika zile nyumba zikauzwe, kila mtu achukue chake. Tuna kazi nyingi za kufanya. Muda tena. Hivi ndio ilikotokea. Ukaniona niko. Pole sana. Kwa vile umeniambia umefika form 6. Nitakuchukua katika kituo chetu cha Answari Media, utaajiriwa, maana mimi ndo mkurugenzi. Nakushukuru sana kiongozi wangu. Asante sana. Basi nakukaribisha ofisini Jumatatu ufike saa 1 kamili asubuhi. Hii kuja kwa ajili ya kikao cha baba yangu. Kikao cha kuona kijamii. Kwani kaka, ile nyumba ya Kianga sasa napangaje ile? Wale wapangaji tutatoa tuuze nyumba sasa, na shida ya wapangaji. Ni kama mumamua hivyo. Nini kama mumamua